Bwana Yesu asifiwe. Basi ni nafasi ambayo tunahitaji kuendelea na zoezi letu hili la kuunganisha vijana wetu hawa wawili, Petro pamoja na Grace, ambao leo tarehe 25 sasa wako madhabahuni pa Bwana, wanahitaji kuunganisha ndoa yao. Na kabla ya mambo yote, tutasoma kwanza maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 18. Tasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai jina alilokiita. Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani hakuna aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akautwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa wako mbele za Bwana siku hiyo. Sema amina. Kabla ya kuendelea na mambo mengine, kama nilivyosema, tumesikia neno la Mungu linalotuonyesha habari za uumbaji wa Mungu, kwamba Mungu alipomaliza kuziumba mbingu na nchi, akamaliza kila kitu, wanyama na kila kitu, ndege wa angani wakatembea. Lakini baada ya hapa akamuumba mwanadamu ambaye alikuwa anaitwa Adamu. Lakini Adamu wakati yuko mahali pale ameumbwa na Mungu, alikuwa hana furaha, wakati mwingine alikuwa hana amani ya kutosha, alikuwa na mawazo mengi sana, kwa sababu ni kweli Mungu alimpa mamlaka. Baada ya kuwa amemaliza kuumba kila kitu, akamwambia sasa, hivi viumbe utakuwa unaviita majina. Na kweli Adamu akafanya vile. Kila mnyama aliyokuwa akipita mbele tayari alianza kumuita jina, kwamba huyu amepita hapa basi atakuwa ni tembo, huyu aliyepita mahali hapa basi atakuwa ni nyati, huyu aliyepita hapa basi atakuwa ni paa, huyu aliyepita hapa basi atakuwa ni mbweha, mara atakuwa ni panya. Akaviita majina vitu vyote vilivyokuwa vikipita mbele yake kama viumbe. Lakini maandiko yamesema wakati huo Adamu alikuwa haoni mtu wa kufanana naye. Kwa sababu hiyo mimi nahisi kwamba alikuwa hana furaha. Kwa nini? Kwa sababu wale wanyama hawakuwa na uwezo wa kuweza kuzungumza naye. Kwanza alipotazama aliona hata hawafanani. Yeye ana mikono, yeye ana miguu, ana macho. Ni kweli wale viumbe ni kweli wana macho, wana miguu, lakini hajifanani na kwake na hawezi kusema. Kwa hiyo aliishi akitafakari sana, lakini kwa sababu Mungu ni mwenye uwezo na mwenye ufahamu, alijua kwamba huyu Adamu, pamoja na kwamba nimefanya vitu vyote hivi, nimempa mamlaka, ameviita majina, lakini naona kwenye moyo wake ni kama hana furaha. Na kwa sababu hiyo basi ngoja nitafanya kitu kingine. Biblia imesema kwamba alimlaza usingizi Adamu, akalala usingizi mzito sana, hakuweza kujitambua, amelala. Sasa ilipokuwa amelala, basi Mungu akaenda kwa namna yake yeye anavyoweza, akautwaa ubavu wa Adamu sehemu tu kipande, halafu akatengeneza mwanamke. Na yule Adamu alipoamka kwenye ule usingizi, Biblia imeeleza kwamba alianza kuona kiumbe kingine kiko karibu yake. Alipokitazama akakiona kina maumbile kama yake, wametofautiana tu sehemu ndogo.
akaona kina macho, kina mikono, kina miguu, kina midomo, kinaweza hata kusema. Alipoona vile akasema, sasa huyu kwa sababu inaonekana anafanana kama mimi, sasa nitampa jina lingine. Wanyama ulipopita niliwaita majina, mara tembo, mara nyati, mara nini, lakini huyu ataitwa ni mwanamke. Mimi ni mwanaume, lakini sasa yeye nitatofautisha kidogo kwamba yeye ataitwa ni mwanamke, na jina hilo likawa ndo sahihi, na akafurahi furaha iliyokubwa sana. Biblia imesema kwamba alianza kuimba wimbo. Wataalamu wa Biblia wanaeleza kwamba alianza kuimba wimbo ambao walizunguka mara 2, mara 3, mara 4 mpaka mara 7. Anasema huyu sasa ni nyama katika nyama yangu, tena huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Hili jambo likawa kama wimbo, anaanza kusema mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 mpaka mara 7, ambao wataalamu wa Biblia wanasema kwamba uligeuka kama wimbo ambao alikuwa akiuimba. Kwa nini? Kwa sababu ya furaha aliyokuwa nayo, maana amepata wa kufanana naye. Kama ilivyo hivi leo kwamba Petro leo najua kwamba anayo furaha kubwa sana. Hata kama ningeuliza kwamba je, kwamba katikati yetu sisi ndio kwa mali hapa, kwamba ni nani mwenye furaha kati ya Petro na sisi? Ni nani jamani? Petro ndio wa kwanza, anayo furaha kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu anapotazama pembeni kuna kiumbe kingine leo kimezaliwa ambacho anapokitazama anajiuliza, sasa huyu naye ametokea wapi sasa? Jamani, tumpe makofi Bwana wetu Yesu Kristo. Kazi ya Mungu ni ya maajabu sana. Wanangu Petro pamoja na Grace, najua kwamba mmepitia mafundisho, tumewafundisha sana mafundisho ambayo ni mafundisho ya ndoa. Najua hapa tu tunaenda kama ibada, lakini mmeshajifunza mambo mengi, namna ya kuweza kukaa, namna ya kuweza kuishi, namna ya kuweza kutenda kama watumishi wa Bwana, na hata waimbaji wameimba kabisa kwamba kitu cha msingi katika maisha ya mwanadamu, tena katika ndoa, ni upendo. Hakuna kitu kingine kinachoweza kujenga nyumba yenu, ni upendo tu. Kwamba hata kama unaweza ukasema sasa, mbona naona mume wangu hanipendi, ngoja nitafuta dawa. Hapana, ukitafuta dawa unaharibikiwa. Kuna watu inawezekana mpaka umempata huyu Petro, kuna watu moyoni mwao kinawauma, walitamani kumuona Petro lakini hawakumuona. Kwa hiyo inawezekana wewe ukamwacha ukaenda kumuuliza mtu mwingine kwamba nipe ushauri bwana, naona Petro hanipendi. Atakupa ushauri ambao ni mbaya zaidi kulikoni ambao watumishi wa Bwana wamekushauri kwamba kitu cha msingi ni upendo katika nyumba yenu. Kiona ndoa zilizosimama zinazodumu, kinachosimamisha ndoa ni upendo. Hakuna kitu kingine. Kugombana kupo ni sawa, lakini kusameheana kupo. Upendo upo unadumu katika nyumba yenu. Ili na upendo uonekane, hata kama mchungaji nikija kwako nione kama upendo upo. Naona mama ananikaribisha Grace kama mchungaji karibu. Hata kama ni mgeni mwingine amekuja anamkaribisha kwa furaha. Lakini kama anaweza nyumba haina upendo, hata kama mgeni amekuja, basi mama atachukia sana, kwa sababu upendo katika nyumba haumo. Lakini ni wasihi sana upendo udumu sana katika nyumba yenu, ili muishi kwa amani, mpendane vya kutosha sawa sawa. Na hapo ndipo shetani hataweza kupata nafasi. Najua hapa inawezekana utakapomfikisha nyumbani, inawezekana watajitokeza watu watasema, sasa huyu mbona umemleta, mbona anafanana hivi, mbona ni mrefu namna hii, mbona anatembea hivi, miguu ni upande. Mwambie hata kama miguu iko upande, lakini mimi nimeshampenda tayari. Hata kama ni upande, mimi nimeshampenda tayari. Usiwe unachotaka kupisha. Sema amina. Usipinde, mwambie moja kwa moja kwamba mimi huyu nimeshampenda, nimemaliza, huyu ni asali wa moyo wangu. Grace anapendeza sana kwa kweli. Na nimfurahie sana aliyempamba, amempaka rangi nzuri ambayo haikupitiliza sana. Tumpe makofi na hiyo pia. Kuna wengine wanapaka rangi mpaka sura inaharibika, haiwezi kueleweka tena kwa nini. Lakini Grace anafanana kama alivyo, anapendeza kama alivyompenda na Petro, kwamba huyu ndiye atakayekuwa ubavu wangu. Sasa huyu ndiyo ubavu wako, ndiyo nyama katika nyama yako. Ukimtukana umejitukana mwenyewe. Ukimdharau umejidharau wewe mwenyewe. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana. Umwangalie, umpende kama ulivyompenda wakati unamchumbia, mliandikiana message na nini, waimbaji umeimba, inawezekana mlichukua maombi, ukaomba, naomba Mungu nisaidie nipate kukaa naye, lakini Mungu akawa anapeperusha tu. Inawezekana hata kanazi ulikuwa unaangalia, huyu unaona huyu hafai, huyu unaona huyu hafai, huyu mpaka inawezekana vijiji vingine uliwaona hata
hata inawezekana kuna wengine wajidengesha tu kwako na kusalimia Petero waraese, lakini wewe hukuona, lakini huyu ukasema huyu ndiye wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo umpende na umtunze katika maisha yako. Ndoa ni uvumilivu. Napenda sana kusema kwamba ndoa ninaifananisha na nini? Na pedali za baskeli. Pedali za baskeli unapokuwa ukiendesha, nyingine huwa inapanda, nyingine huwa inashuka. Nyingine huwa inapanda, nyingine huwa inashuka. Ndiyo maisha ya wanandoa. Hata kama mkichukizana, ukiona amechukia Grace, usipande ukasema mimi ni mwanaume. Kama umechukia nitakuchapa makofi. Hapana, usifanye hivyo. Ukiona amechukia, wewe shuka ujifanye kama sio mwanaume. Amina. Ndoa yenu itadumu vizuri. Na wewe Grace pia ukimwona Petero amechukia, kuna mahali umemkosea, labda ukaona amechukia, usiwe na maneno mengi. Hapana, kaa kimya, shuka, uone kwamba huyu ni kichwa cha nyumba yangu. Ni kichwa cha nyumba yako. Usiwe na maneno mengi sana. Kisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22 nasema hivyo kwamba mwanamke inatakiwa umtii mwanamume, maana ndiye kichwa cha nyumba yako. Umheshimu na hata umpende, anaposema neno msikilize, kwamba uliyesema huyu ni mbaba lazima nimsikilize. Asubuhi na mapema ukiamka, ukimtangulia ngamukie, kama ni shikamo au ni makeye, basi sema hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa yenu itakuwa salama. Mimi naomba nirudie kusema kwamba ukiona ndoa zinazotatuka, wakati mwingine ni kukosa tu uvumilivu. Mambo madogo unakuta hayapo. Grace, naona unayo heshima kubwa sana, unajua kunepa vizuri. Huku kunepa kusiishie kanisani, mpaka na nyumbani, mpaka na uzeeni. Ndoa yenu itakuwa nzuri sana. Usifike mahali unasema sasa nimechoka sasa. Hapana, usichoke. Heshima yake endelee kudumu, lakini kunepa kwako kuanzie moyoni. Kusionekane tu kama maigizo. Nepa kwa heshima kutoka moyoni. Atakupenda, atakujali sana. Waimbaji wameimba vizuri kabisa. Uzuri wa mwanamke, hata kuna mwimbaji wa kimataifa aliimba kwamba ule uzuri wa mwanamke sio urembo, ni nini? Ni tabia. Grace, ukiwa na tabia nzuri, atakupenda sana. Vyovyote vile unavyofanana, vyovyote vile vitakavyobadilika, ataendelea kukupenda sana. Heshima katika ndoa yenu itaendelea kudumu. Aliyesikia maneno haya, Mungu wetu ambariki.